Mawifi hatari kabisa. Yuko wapi Digna? Sogea hapa tuelezee wamekunyang'anyaje mawifi? Na kaka yao kasemaje? Mawifi na mashemeji ni baada ya mume wake kufariki. Kwanza pole sana. Mawifi na mashemeji. Ndiyo mheshimiwa. Nilikuwa na mume wangu nikazaa watoto 6, wa kiume 2, wa kike 4. Alafu mawifi wamekuja kuchukua mashamba. Haya, ndiyo. Mama baada ya kufa mume wangu, niende nikalima mashamba, nikakuta wifi mmoja analima na shemeji analima shamba lingine la ng'ambo. Na hajui watoto wanasomaje, hajui watoto wanaishije. Ana mtoto mmoja ambaye alikuwa anakaa na wifi mkubwa. Baada ya kupata ajali ya mguu wakanirudishia. Nikaanza kuhangaika naye, hamna anayesema pole wala anaendeleaje. Ndio hivyo. Mkuu wa wilaya ili mnalijua? Hapana mheshimiwa waziri mkuu, niliwakaimu tu ndani ya wiki hizi 2-3. Ya kweli, ni kweli. Tunashukuru sana. Hata hivyo hizo wiki 2-3 umeshachukua hatua tayari. Tutawaletea mkuu wa wilaya wa kwenu pia. Hongereni, mmetoa mkuu wa wilaya amekuwa mbunge. Mnataka huyu. Sasa watu wa Nkasi watawaelewa kweli. Kwa mama Digna, yuko wapi yule mama? Njoo kwanza tumalizie. Eneo lake diwani ni nani? Nasema kata ni ipi? Ni Kasanga. Ni hapa. Diwani wa Kasanga ni upi? Ni wewe mwenyewe. Sasa wewe na afisa ardhi na mkurugenzi na afisa tarafa wa eneo husika, mwiteni huyu mama awape taarifa rasmi. Mtachukua na wazee wa eneo husika. Wazee wetu wanajuaga shamba ni la nani. Sawa. Kama shamba lile ni la marehemu, hii wala hii msitafute mahakama, mnasumbua mahakama tu. Haya ni mambo ya kishamba, mambo ya zamani, kwamba mama yupo na watoto wapo alafu mnaenda kuchukua mali za marehemu. Haya mambo ya zamani, mambo ya kishamba. Kama kweli shamba ni la marehemu na marehemu ameacha mke na watoto, haipaswi kwenda kuchukua mashamba hayo. Ninyi mlio hai, tafuteni mashamba yenu. Ndio.